nakutaka pole pole. Nimekuja hapa kwa sababu ya mdogo wako. Hivi kweli Miki dada amemtuma Kennedy aje nitongoze mimi kwa niaba yake? Miki amemtuma Kennedy? Wewe Amina wewe. Ya ukweli hayo? Kennedy ameniambia kabisa kwa uwazi kuwa Miki dada anataka kuwa na mimi. Kennedy alikuja tu juzi tu hapa kwangu akidai kwamba Miki hataki tena kazi. Sasa inakuwaje hii Amina? Ndio maana nimekuja kwako Mama Shu. Sitaki mtu anitumie watu kwa namna hii. Uliniahidi mbingu ukanipa giza, machozi yanatiririka, moyo unaumia. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Oh बेवफा ये क्या किया usaliti. Pole sana. Ila nashukuru umefanya jambo jema sana kuja kuniambia, kuliko kupita kwenda kwa mmoja kwenda kulieleza hili swala, maana aibu kwa familia tungepata sisi. Asante sana Mama Shu, sikutaka ugomvi, lakini pia sijataka ujinga. Rudi tu nyumbani kapumzike, ili swala na imani tutalimaliza tu. Asante Mama Shu, na ndio maana nilitaka mtu mzima alisikie jambo hili. Sawa mdogo wangu, nimekuelewa. Hilo swala niachie tu mimi, nitalifikisha mwisho kabisa. Asante. Nashukuru Mama Shu. Kwaheri. Nakutaka. Ndugu yangu Salata, mbona unaonekana una jambo zito sana? Jambo ni zito kweli. Nimekuvumilia kwa muda mrefu sana, lakini sasa nahitaji ukweli ni ufahamu. Ukweli gani tena unaozungumzia wewe? Mke wangu Irene ameondoka. Akaniaga vizuri tu kwamba anaenda kumguza mama yake. Lakini tangu alivyoondoka nikimpigia simu hapatikani. Nikaona si swala, bado nimfuate kwao. Na nyumbani kwao namkuta mama yake. Mama yake alikuwa hata haumwi. Anaambia siwezi kumpata Irene. Irene ameondoka. Mbaya zaidi, taarifa zilizosema mtaani ni kwamba Irene ipo kwako. Salata, naelewa ndugu yangu una maumivu makali sana. Lakini usikubali maneno ya watu. Usikubali kumhukumu mtu asiyekuwa na makosa. Yanakuhusu. Kwa sababu unaambia mke wangu ameonekana mwanaume mwingine. Na huyo mwanaume jina lako linatajwa mara nyingi sana. Langu mimi? Kama sio wewe, mbona kila mtu anakutaja wewe? Kila mtu? Kila mtu gani? Kwa nini? Ambao wanapenda kuzua maneno. Kumbuka hata juzi nilisingiziwa na mtaka Amina, lakini kaja kubainika ni uongo wa Kennedy. Sifahamu kama ni kweli au sio kweli, lakini kwa hatua ulofikia, nadhani kwamba wewe ndio sababu ndoa yangu kuvunjika. Nakuapia kutoka moyoni, sina mahusiano kimapenzi na Irene. Lakini kuhusu Irene, sijamchukua mke wako na wala sijawahi kupanga jambo lolote zidi yake. Unataka kusema watu wote humtaa wanadanganya? Kwa kipi sasa? Ndiyo, wakati mwingine uvumi unaharibu maisha ya watu wasio na hatia kama mimi. Haya, niambie. Irene yuko wapi? Ningekuwa najua, ningekwambia, lakini ukweli ni kwamba mimi sijui alipo. Sijui niamini nani tena yani. Pole sana ndugu yangu. Na vile vile lakini usitafute adui kwa hisia. Sawa. Wewe nificha ukweli tu. Najua utaficha. Lakini kuna siku ukweli utajulikana tu. Alafu itaniuma sana. Itaniuma zaidi unavyofikiria wewe. थे तेरे वादे झूठी. Dada Mama Shu, mbona unikazia sana? Mimi niko nakieleza nilichokisikia tu. Wewe hapo unampeleka lawama Miki ambazo sio za kwake. Mimi sikuwa na nia mbaya. Nilizania namsaidia Miki dadi. Jana ulisema kwamba hataki kufanya kazi. Leo unasema kwamba anafuatilia wanawake. Sijui kesho utazungumza nini? Yawezekana nilikosea namna kumfikishia ujumbe.
Mtu muongo akizoea kusema uongo, siku akizungumza ya ukweli aaminiki. Alafu hata hivyo sikutegemea mambo kama atafikia namna hii. Inatakiwa wewe baba ubadilishe tabia yako. Ulimi hauna mfupa, lakini uvunja mifupa ya mahusiano. Maneno yako wewe yanaweza kuwagombanisha watu. Nimekuelewa Mmashu. Sitakuwa tena chanzo cha mgogoro. Kuvunja ndoa za watu na kuharibu heshima za watu, hizo sio sifa, hizo ni aibu. Naahidi sitotoa uvumi tena kuhusiana na Mikidadi. Ndivyo ninavyotaka kusikia. Kuanzia leo hii ukisikia jambo hakikisha liwe lina ukweli. Si unanielewa? Na kama hauna hakika na hilo jambo, naomba unyamaze. Kimi hakijai kumtia mtu hatiani hata siku moja, lakini ulimi wa haraka umeangamiza wengi. Na wala sitotoa taarifa tena kuhusiana na Mikidadi ambazo hazina uhakika. Kennedy, nenda kajifunze tabia ya kusema ukweli. Sio kila siku uongo tu kwako, tumekuchoka. Uliniahidi mbingu, ukanipa giza, machozi yanatiririka, moyo unaumia. Ulisema mimi pekee, kumbe ulikuwa na mwingine. Umenivunja moyo, sioni tena maana. Usaliti wako unaniua, mera dil toda. Amina mwenyewe alikuja hapa kwangu kulalamika. Anasema kwamba Kennedy, ni wazi wewe ulimtuma. Ni juu yako doka usaliti. Mdogo wangu ulikataa, lakini leo hii tena unaonekana huko unakimbizana na wanawake. Una nini wewe? Jhute the tere waade, jhuti teri. Na kama ni kweli unamtaka Amina, achana na hizo habari. Amina akasema hakutaki. De di mujhe rasme, andhera hai ab meri in raaton mein. Lakini kwa nini wewe jina lako litajwe? Kila siku ni wewe tu mdogo wangu. Kila kitu ni wewe tu mdogo wangu. Hivi kwa nini? Kama kweli mdogo wangu kumtuma, basi mimi nakuomba kama dada yako, naomba ukae mbali na Amina. Tena achana naye kabisa. Maana nimechoka mashtaka. Mbona ulidanganya? Mbona tune mujhe maar dala o bewafa? Kila siku nakuwaza wewe, moyo wangu unadunda kwako tu. Nipe nafasi nionyeshe pendo, sura yako inang'aa gizani. Ninakuhitaji, ninakupenda. Mzee anakuja mbele yako nikiwa na maumivu moyoni kabisa, na maumivu makali sana. Unajua kimsingi nilihisi nijenga nyumba ya upendo, lakini mbona nitesa sasa hivi? Pole sana mwanangu, usife moyo. Hebu nieleze kipi kilichokusibu? Kimsingi wa dosari kubwa sana mimi katika ndoa yangu. Mke wangu aliniaga kwamba aenda kumguza mama yake, na mimi bila shida nilimwamini, nikiamini kwamba anaenda kumguza mama yake kweli. Lakini cha kushangaza haikuwa hivyo. Maana nimeenda nyumbani na mkuta mama yake ni mzima tu. Tena kitu nishtusha ni kwamba kila nikimpigia simu hapatikani. Kila nikimpigia simu hapatikani. Na mbaya zaidi, mtaani wanasema kwamba Irene ameonekana mwanaume mwingine.
Kwa mimi nikasema hata ngoja nikajione mwenyewe. Ehe. Halafu ulikuta nini? Nilichokiona wala sio kile nilichokitarajia. Yaani mama mkwe amenifurusha kwa vurugu, kwa maneno makali sana. Yaani kwamba alikuwa anafahamu mchezo wote kati ya Irene na maisha yangu mimi. Kumbe hata yeye kuondoka kwenda nyumbani ilikuwa ni trick baina ya Irene na wazazi wake. Imeniumiza sana mzee wangu. Nimeumia mno. Hilo limekuumiza sana. Kijana wangu, maisha ni safari ndefu. Kuna kulia na kuna kushoto. Kuna milima na kuna mabonde. Usife moyo. Lakini pia kuna furaha na kuna huzuni. Yaani nikaa najua kwamba ameondoka kwa lengo zuri tu. Kumbe alikuwa anafikia. Yaani mpaka nimejita naamini kwamba sio kila tabasamu linamaanisha upendo au linamaanisha furaha. Kuna tabasamu zingine ni tabasamu fake. Mtu anakutabasamia machoni lakini moyoni wake anakuchukia vibaya sana. Hiko nimekiona kwa Irene. Ni kawaida, moyo wa binadamu sio jiwe. Lakini usiruhusu maumivu ukamsahau Mwenyezi Mungu au ukajisahau mwenyewe. Na kingine, nimeamini kwamba sio kila ahadi inadumu mpaka mwisho. Zipo ahadi ambazo zinaishia katikati na wala hazifiki mwisho. Kumbuka msemo usemao, baada ya dhiki ni faraja, na wengine wakaenda mbali zaidi kwamba subira huvuta heri. Moyo wangu unauma sana mzee. Yaani kusema kweli sikutegemea. Na wala sikutarajia kwa hiki ninachokiona mbele yangu. Sikutarajia kabisa. Kwa nini? Usikae kuhesabu majeraha. Hebu angalia fursa zilizokuwepo mbele yako. Mwanamume hujengwa kwa misukosuko, sio starehe. Kivipi mzee? Unadhani bado kuna matumaini mbele yangu? Leo unaweza ukaanguka, kesho kawe imara na kwa strong zaidi. Bila shaka, kumbuka aliyopita si ndwele, tugange yajayo. Hii ndio misemo ya wazazi wetu. Sawa. Sawa. Nitajaribu kuwa imara. Nitajaribu. Sawa kijana wangu, na huo ndio wanaume. Kimsingi maneno yako yamenitia sana nguvu mzee wangu. Najua nimekuwa mpya sasa. Endelea mbele na ukiamini kwamba giza lina mwisho wake, na kila alfajiri huja baada ya usiku mrefu kijana wangu. Na kuahidi wala sitokata tamaa. Nitaendelea kupambana mpaka maisha yangu yabadilike. Kuwa na imani kijana wangu. Nenda kajipambanie. Mwenyezi Mungu atakuwa pamoja nawe.